Haleluya. Asante, na nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa wema wake na fadhili zake, na kwa jinsi ambavyo ametutunza tunajisikia vizuri. Lakini nishukuru tena kwa ajili ya kongamano hili, na ni furaha kuwepo, na nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Agnes kwamba tumekutana na tukafahamiana zaidi kwenye huduma hii. Lakini zaidi pia niende kwa mchungaji wangu pia Rasto na mke wake. Nadhani kama sio mmoja ambaye labda nilipendekeza, basi kuna mwingine alifanya hivyo. Maanake mimi kweli huku sikuwa nafahamika kihivyo. Lakini nikushukuru mtumishi wa Mungu, ni mtu ambaye tumetoka naye mbali. Amejaribu kuzungumza mambo machache ambayo tumeweza kupitia huko na kule katika maisha ya kila inapoitwa leo. Hakika nikwambie, alikuwa pale, hata mimi mwenyewe nikasema mchungaji ni kazi. Yaani hodi ni kubwa kama hivi, alafu anaingia peke yake, wakati mwingine anamuita Mungu. Sisi tunaendelea na shughuli zingine za madarasa kule na nini, nikifika pale kwa muda mfupi na hivi, lakini ameng'ang'ana mpaka leo amekuwa mahali alipo. Wapendwa, mimi naweza kuthibitisha kwamba Mungu yupo. Amen. Kama si mkono wa Mungu, yaani ile kanisa lisinge kuwepo. Lakini mchungaji kasimama, hakukimbia, hakutetereka, pamoja na vipingamizi vyote, lakini amesimama. Ashukuriwe Mungu, niliwahi kufika hapo kanisani, hata kama sio kwamba nimeenda kufanya huduma, lakini kanisa limekuwepo na washirika wapo na kanisa linaendelea, na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Lakini niwashukuru mkurugenzi kwa jinsi ambavyo ameandaa kongamano hili, wachungaji mliopo, mwangalizi na watu wengine wote ambao wameweza kusababisha, lakini zaidi wewe pia ambao umeweza kupata neema ya kuhudhuria. Hatuna muda wa kutosha kueleza mambo mengi, lakini yatosha tu niseme hayo machache. Lakini naomba nimkaribishe mke wangu sasa kwa ajili ya, maana kama tunaagana. Wangapi wamefika leo labda hawakuwepo jana juzi? Unaona, lazima tufahamiane. Kwa hiyo namkaribisha mke wangu, basi atawasalimu kwa muda mfupi, lakini mwisho ataniombea, alafu tuweze kuendelea na neno la Mungu kwa ufupi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Amen. Hakika tumeshiba. Amen. Hakika tumekula. Amen. Mkurugenzi, umetuandalia chakula kizuri, si cha mwilini tu, maana hata vya mwilini vilikuwa vizuri, hata vya rohoni. Hakika nasema sitatoka kama nilivyokuja. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yangu tena kwa upya kwa ajili ya utumishi wa kumtumikia Mungu. Mungu ametupa neema ya kuwepo Arusha chini ya mchungaji wetu Orososi. Ni baba yetu, tunampenda sana. Tuko hivi tulivyo kwa ajili tunaye baba mzuri wa kiroho. Ametusaidia kuwa hivi tulivyo. Tunamtumikia Mungu pale Betheli. Mume wangu akiwa ni mchungaji pale, lakini pia ana huduma ya kusimamia maendeleo ya kanisa na ni mratibu wa umisheni. Kwa hiyo ukisikia Betheli tuko kwenye umisheni, ni ana ratibu. Tunatembelea maeneo ambayo hajafikiwa, tunapeleka taarifa kanisani. Kanisa linachanga, washirika wanatoa pesa 500, 1000 ngapi, tunajenga makanisa mahali ambapo hayajafikiwa kabisa. Nataka niwaambie kuna maeneo ambayo hakuna hata kanisa la Kikatoliki. Hakuna hata, yani wale wenzetu ambao tunajiita wote ni Wakristo, wanayemsema Kristo, ni misikiti. Kila baada ya nyumba 5 ni msikiti. Kila baada ya nyumba 5 ni msikiti. Na yamejengwa vizuri. Hakuna kanisa. Kule ni zile nani za kujifunika tu.
tukaenda shule ya sekondari. Sekondari yote ni watoto wao, hakuna mtoto wa Kikristo. Kwa hiyo wote ni nyeupe kichwani. Kwa hiyo bado kuna uhitaji, bado tunamhitaji, bado Yesu hawezi kurudi, kwa sababu sio watu wajae kanisani, ni watu na habari njema ihubiriwe, ili mtu hapa asipate nafasi ya kwenda kujitetea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama wa watoto wawili, japo walinionya nisiwaite watoto, maana ni wa baba wawili, wanaume wawili. Mungu amenipa watoto wawili wa kiume. Mtoto wangu wa kwanza sasa hivi ana miaka 35, mtoto wangu wa pili ana miaka 30. Jamani, niko hapa, tumeshapata ndugu. Natumia fursa hii kualika, sisi ndio kadi ya harusi ya mtoto wetu. Yaani wewe tusome, sisi ndio Mr. and Mrs. wewe, tunakualika kwenye harusi ya mtoto wetu itakayofanyika pale Betheli tarehe 20 mwezi wa 9. Karibuni jamani, tutafurahi tukiwaona. Hata kama utashindwa, lakini kanisa hili likawepo na mwakilishi, tutajua tumekuwa kweli ndugu kweli. Nafikiri mmenisikia wahusika. Karibuni sana wanawake wenzangu. Tumsherekee Mungu kwa ajili ya uzao wetu, si ndio jamani? Sisi tunawaalika, chakula itakuwepo, malazi itakuwepo. Tuna chuo cha ualimu kikubwa, tunaweza tukawalaza watu 2000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tuna mashaka, Mungu ametupa nafasi na ndio sababu. Bwana Yesu asifiwe. Ni bibi pia. Ni bibi, usinione ukafikiri niko sawa na wewe. Mimi mkubwa, nimekuwa kidogo. Mungu amenipa neema hiyo. Mungu awabariki sana. Tumekuwa na wakati mzuri ya kuwa mahali hapa. Kwa hiyo tunaendelea kumtukuza Mungu. Wakati huu nimeshashikwa shati nyuma, kwa hiyo lazima niweke break, hata kwa ajili ajali sitokee, basi nashika break. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa uzima, Mungu wa baraka. Umekuwa baraka sana Mungu katikati yetu. Umetuhudumia kwa jinsi ya tofauti sana. Na wakati tena mtumishi wako Joshua yuko mbele zetu kuyanena yale uliokusudia tuyajue. Tunajiweka wakfu mbele zako, tunajidhabihu mbele zako Mungu. Tupe masikio ya rohoni na ufahamu wa kulijua neno lako ili tukalitumikie kusudi lako. Tumefundishwa kwa habari ya kuomba katika mapenzi yako. Tupe basi usikivu tena wakati ili tuyajue mapenzi yako katika maisha yetu, ili tuweze kuishi katika kukutumikia wewe Bwana. Tunamweka mikononi mwako, mtumie kama upendavyo, katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Nadhani sauti iko vizuri. Yaani mke wangu ni mwinjilisti kama Agnes. Inafurahisha ndio baba. Yaani nimewapa mikono wa baba hawa, wamekuwa waaminifu. Wamekuwa waaminifu sana. Mungu awabariki sana sana. Na wamepona. Kweli. Basi hebu tumtukuze tena Bwana, tumpe shangwe na vigelegele kwa uponyaji wa kila mtu mahali hapo katika jina la Yesu. Asante sana mchungaji. Unaomba ndani ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Si unaenda tu. Sikiliza hapa, nitakupa kitu pia. Naunganisha na somo la mchungaji ambalo limepita. Mimi ile eneo yaani tuachie wenyewe. Eneo la mama yako nawaamsha lakini kwenye hii mambo ya namna hii, yaani angalau usiombe mkate. Yaani unaomba kwa Bwana, lakini Bwana anafungua milango anakuletea. Ila wewe tu umechukua ile mbegu. Yaani shida nilionao na wewe ni yale maharage. Mama yuko wapi na maharage yake? Yako wapi? Wapi?
Mama njoo mama. Nataka nijue yako wapi na anafanya nini? Niambie. Mkate nilikula, maharage nimeyaweka nikayapanda. Nilimwambia na mchungaji wangu kwamba maharage nasubiri. Mnasikia alichosema? Amesema amemwambia na mchungaji wake. Kwa namna hiyo ameshaileta madhabahuni kwamba nimemwambia mchungaji wangu na kwenda kuotesha. Nilitamani niione madhabahuni. Atakiwa kwenda kuchanganya atengeneze na nazi yake eti ale na ule mkate. Si ndio mama? Mungu akubariki. Shida ni kwamba tunakula mbegu na mkate. Hiyo ndio shida kubwa. Tulipogundua hiyo siri, si tukaacha. Kwa hiyo tunakula mkate tu, itupe nguvu ya kwenda kupanda nini? Mbegu. Tuko pamoja wapendwa? Ngoja nikwambie kitu. Mwaka 2019 mwezi wa 3, imebaki Jumapili moja kijana aoe. Twende kwenye harusi ya kijana wetu wa kwanza. Ameoa 2019. Kamoa mtoto wa mchungaji, nadhani mnamfahamu. Mchungaji Balela, misionari. Kwa hiyo mtoto wake wa kwanza ndo kijana wangu amemuoa. Sasa imebaki wiki hiyo Jumapili sisi hatukutoa kadi ya mwaliko. Kama nilivyofanya leo. Yaani mke wangu. Sikiliza, hatukutoa kadi ya nini? Ya mwaliko. Tulimuomba baba mchungaji, tukasimama madhabahuni tukasema hivi, jamani, sisi ni watoto wa hapa, tumezaliwa hapa, baba ndio huyu. Hatuna baba mwingine. Sasa ninyi ndio ndugu zetu. Mtampaje huyu kadi? Nimruke huyu nimpe huyu, nimruke huyu nimpe huyu. Tukasimama tukasema, karibuni kwenye chakula ya nani? Ya mtoto. Mahali fulani, tarehe fulani, mtakuwa getini, nyie ndio mtaingia, mimi na waruhusu muingie. Hakuna atakaingia na kadi, hakuna kadi tutakazozitoa. Unajua kilichotokea ni mkurugenzi wanajidai eti hawatoi kadi. Yaani Wakristo jamani, yaani haya maombi yalete mabadiliko katika jina la Yesu. Wala hata tukuwaza hayo. Watu kuwaza wapendwa. Tuliona tukitoa kadi tunabagua. Na wengine humo ndani wakaanza kuzungumza. Na nisikia mpendwa. Lakini siku hiyo kaja mchungaji mmoja ambaye leo ni askofu. Katokea Msumbiji. Wakati huo alikuwa mchungaji kule wa makanisa yetu ya TAG. Kaleta na video, kaonyesha pale. Tuna screen moja kubwa, kaonyesha pale kwamba tumefukuzwa kwenye uwanja na kanisa limechomwa. Sasa wanataka kununua kiwanja kingine pembeni, maana kile kiwanja kilikuwa cha kukodisha. Kaja kalia kanisani kuomba msaada. Sisi tunatangaza harusi. Unajua hiyo? Harusi inatumia zaidi ya milioni 30. Tulipotoka pale na mke wangu, picha zilionyesha na watu wengine wamekufa, inaonyesha yani video, nadhani wale watu, nadhani mchungaji anafahamu wale kule Msumbiji ilipokuwa kipindi hicho. Sasa huku tunatangaza kualika watu waje kula chakula Jumapili, maana harusi ilifungwa Jumapili na ufuata. Alafu baba huyu amekuja huko analia, anataka msaada tu wa kununuliwa kiwanja, maana kile kiwanja wamefukuzwa pale na kanisa limechomwa. Wapendwa, tulipotoka na mke wangu tukashauriana, tunakwendaje? Nazungumza kwa habari ya utoaji. Nazungumza kwa habari ya nini? Ya utoaji. Lakini somo la jana tulilomalizia inaitwaje? Mbegu inabadilisha majira. Usisahau. Yaani mbegu ukiweka ardhini, majira yanabadilika kwa kuchomoka, pa kuanza kuweka majani. Majira yake yameshabadilika. Haiwi mbegu tena. Inakuwa mmea. Unanipata sasa? Ndio nakwenda kumalizia kwa muda mfupi. Tukaenda pembeni na mke wangu tukazungumza. Mchungaji ametaja kiasi cha fedha anachohitaji.
Jumatatu tukamfuata baba askofu ofisini, Jumapili ni harusi. Tukamuuliza baba askofu, hivi kuna mtu amejitokeza kwa ajili ya kununua hicho kiwanja? Ule mchungaji jana alipotoa ushuhuda akasema, mwanangu hamna, na hata hapa sasa hivi nafikiria nafanyaje, huyu mchungaji ataondoka tu hivi hivi. Nikamwambia baba basi usijali. Tukaondoka na mke wangu tukaenda NMB pale Kilokutara kwenye akaunti ya harusi ya mtoto, tukadraw fedha walizozihitaji. Amen. So unaona kawaida wa Kristo, kawaida wa Kristo wanapiga tu makofi. Sasa haya makofi unapiga nini? Wewe usipende kupigia ushuhuda za watu wengine. Tafuta ushuhuda wako. Bwana akutendea ushuhuda wako. Ndio pamoja wapendwa. Ila utapiga makofi mwishoni kumtukuza Mungu. Sikiliza. Tukaleta fedha, tukaenda ofisini, tukaandikiwa risiti, tukabaki na risiti yetu, tumeshapunguza hela. Tukasema tukapatana na mke wangu, kwa kuwa hawajatuchangia, hatujatoa kadi za mchango, ini hela yetu tumeandaa kualike, hatujawahi kutoa chakula kwa washirika na ndugu na jamaa na marafiki, basi tutapunguza na hamna atakaye tudai. Kamati ndio ilikuwa sisi, kila kitu ndio sisi, kwa hiyo nani atatudai? Kwa hiyo tukatoa hiyo kiwango cha fedha, tukapeleka, tukapewa risiti, tukamwambia baba askofu hizo hapo. Baba alijisikiani sijui, nadhani unafahamu mzazi anavyojisikia, sina namna kueleza. Baba yenu wa kiroho hapo, kama ukifanya kitu kizuri unajua anavyojisikia. Tuko pamoja wapendwa? Tuko na risiti yetu, tuko pale kanisa letu, kuna daraja moja kubwa, mchungaji anajua, nadhani na mama anajua. Tuko pale tunazunguka, simu ikaita. Halo, Joshua, uko wapi? Nikamwambia niko hapa kanisani. Maana maeneo mimi ambayo nakuwepo ni haya: nyumbani na ofisini kwangu. Sehemu ya pili ni kanisani. Ukinikosa niko benki. Hawajaelewa. Yaani mimi benki lazima nikasalimie watu. Si hata kama umeweka 5,000 yako lazima ukasalimie wale watu. Mmemkaje? Ile 5,000 yangu iko salama, basi unatoka, unarudi. Yaani kabisa mchungaji, wewe umeweka hela yako kule. Fika, kuna wakati mwingine kuna vitu vinajitokezaga. Mama Samia sija ametoa hela fulani kama hizo tulizokuja kuambiwa na vitu kama hivyo. Sasa utajulia wapi ukikaa tu nyumbani unaogopa kwenda benki? Yaani sio kama mimi naenda benki kwa sababu naenda kutoa au kuweka. Na wasalimia wale wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaendeleaje watumishi wa Mungu? Mmemka salama huko? Hakuna matatizo? Ndio. Natoka. Naenda benki nyingine CRDB na account pale. Na kashirini 200 yangu. Vipi jamani huko safi? Kesho naenda Tanzania. Kwa hiyo mimi nyumbani, kazini na benki. Kanisani na benki. Yaani lazima nitembelee maeneo haya. Kwa hiyo tuko pale wapi? Pale kanisani. Simu inaita. Uko wapi? Kama kawaida niko wapi? Kanisani. Ndio maana uelewe hiyo point. Asipitia hapa ofisini. Tuko na mke wangu na gari. Tukaenda ofisini. Vipi bwana asifiwe mtumishi wa Mungu safi? Asema unajua ni rafiki yangu, umesema sijui uchangishi na nini nije na hiyo hela kwenye ya zawadi. Mimi nitakuja na hela yangu ya zawadi kwenye bahasha, lakini akavuta draw. Akatoa maburunguti ya pesa akaweka mezani po. Mama mke wangu mwenyewe akapoteza network. Mimi mwenyewe hapo nimetoa, yani pesa ina ushawishi mbaya nyie. Yani watu wote tumeacha kumwangalia yule jamaa. Hawajaelewa. Yani mchungaji unanielewa? Yani ukiwekewa pesa hapa, yani ukimwangalia mtu mara moja, yani macho yanarudi kwenye ile. Sasa ni maburungutu sasa. Mama amechukua, jamaa anajieleza tu, wala hata yani hata ukiniuliza alikuwa anaeleza nini, nimesahau kweli, sikudanganya. Maana alikuwa anaongea huku, sisi tukiangalia hela. Mama akachukua kaeka kwenye pochi. Tukamshukuru Mungu pale, tukampa jamaa mkono. Huku tumechanganyika, tuna risiti hapa ambayo tumemsaidia mchungaji, eneo linauzwa. Nani anunue eneo, maana yake kanisa limechomwa na nini. Huku sasa tunaweka tena kwenye pochi, tukaenda kwanza nyumbani, yani tukaenda kwanza utulivu. Unajua benki, ngoja nikwambie, kwa nini naenda benki? Hakuna kelele. Nenda kuoga benki kumetulia eti. Kwa hiyo ukiingia hakuna hata nini mziki.
muziki wala ni unaingia, kila mtu anafanya mtihani. Yaani kila mtu anafanya mtihani wake wa kuhesabu hela yake, mara ateme mate, mara achukue kalamu aandike. Yaani kwa hiyo ukiingia na wewe unaingia, unatulia, unazungumza kwa polepole, unatoka. Kwa hiyo kabla kwanza twende nyumbani tukahakikishe ndio turudi benki. Kufika nyumbani mama anatoa pochi hivi, tunahesabu pesa ile ile ambayo tumeitoa kwa ajili ya hilo kanisa. Dakika 5 kwa Mungu jamani ni nyingi. Dakika 5 kwa Mungu ni nyingi, wapendwa, nawaambia leo. Yaani haya maombi tuliofundisha, na watumishi wa Mungu, yaani Mungu kujibu, yaani na kueleza kitu cha kweli, na niko na mke wangu na Mungu yuko hapa ni shahidi. 5 minutes tumetoa hela benki, tumeleta ofisini hivi, tukasema tutapunguza. Ilikuwa tunatoka pale twende mahali kwenye ukumbi tukapunguze vinywaji na vitu vingine vichache kwa sababu ya hela tuliyotoa. Hatujaruhusiwa kufanya hivyo na Mungu akasema moyo huu. Sasa cha ajabu, kiwango kile cha pesa yaani kitu ambacho imetusumbua mpaka leo, yaani kiwango hicho tulichokitoa na sisi tunayo, ndio hicho chote tumepokea kwa ule kajuaje. Unajua kuna vitu wapendwa hata muelewe ninachowafundisha. Yaani muelewi. Unajua wewe unataka kujifanyia unavyotaka kufanya tu. Wewe unataka kuwa mchoyo, yaani unasema nakupenda Mungu lakini kuna uchoyo, wakati kumbe Mungu anataka kukuongeza. Hivi hebu fikiri mchungaji Agnes, tungekuwa wachoyo kuto kufikiria kwa habari ya hiyo kazi huko Msumbiji kwa siku hiyo. Alafu tukaenda kwenye harusi tu, yaani kwa sababu tuna harusi, tuna utashi wetu, basi tuna nguvu, yaani vyovyote utakavyokuwa umeweka mtazamo. Tukaacha kujali ile kazi ya Mungu. Wewe unafikiri Mungu angenionaje leo? Ila ninakwambia, yaani tumekuja kumwogopa na kumheshimu Mungu katika viwango vingine. Nawaambia leo. Tukaenda kutoa ushuhuda, yaani tukatoa ushuhuda hata watu hawaelewi. Unajua, yaani unamueleza mtu anashindwa kuelewa. Nini? Utoaji. Tumetoa mbegu pale, ikabadilisha majira ya namna hata ya kumfahamu Mungu. Majira yanaweza kubadilika, hata namna ya kumfahamu Mungu ni majira yamebadilika. Ndio. Kwa uchoyo huo wa nini sasa? Watu wameandaa kongamano hili, ulikuwa na kaya lako kidogo unaogopa, umeambiwa jamani tuchangie, tusapoti, tufanye hivi, unajisikia sijui vipi. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, umepoteza, umelose wewe. Laiti hiyo sauti ungeitii kama na sisi tulipochukua hiyo hatua. Ndio maana mchungaji wa kanisa lako leo au kanisa hili hapa wakatangaza, andika mahitaji. Yaani utaandika mahitaji hivi, mnaandika gani? Hitaji la kwanza. Hebu mtu niambie tu hitaji la kwanza. Leo tujifunze tu kidogo. Kiambia andika hitaji, unaandika hitaji la kwanza lipi la kwako? Na utakaso. Huyu anasema hitaji lako la kwanza ni utakaso. Kwa hiyo hapa hajatakasika au ni vipi? Haya, la pili. Mama hapa anasema eti watu wamjue Mungu, watu waokoke, eti ndio hitaji. Naomba ada za watoto. Yaani nataka nikwambie mpendwa, kwa kifupi ni hivi. Mama marejesho. Mama hapa Mungu Roho Mtakatifu alikuwa anamfunulia kutafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake.
na haya mengine mtafanyaje? Kwa hiyo kwenye mahitaji ambayo tunatakiwa kuandika kwenye karatasi, anza mahitaji ya ufalme. Bwana nisaidie niwe mtoaji kwenye umisheni. Bwana nisaidie niwe mshuhudiaji mzuri. Haya mengine ya ugonjwa, mchungaji hapa atakuja kukuambia namna ya kuomba katika mapenzi ya Mungu, na inakuwa nyepesi kwa sababu umehusika na ufalme wa Mungu kwanza. Hiyo mtaji kupiga makofi. Bado unapiga makofi hiyo? Asante. Asante kwa viti. Jambo lingine, waimbaji nyosheni mikono juu. Yaani katika watu ambao ni waoga kwenye utoaji, huko tulikotokaga, sio hapa. Sio mchungaji, si unataka tuelezane leo? Watu ambao ni waoga katika utoaji wanaongozwa na waimbaji, wapigaji, waimbaji binafsi, vikundi vya uimbaji. Yani ukija kuangalia namna utoaji, yani wao wanaweza kapita hapa chombo kama wakioni ili tuwaende madhabahuni kuimba. Yani hawajiandaji na sadaka kabisa, hawajui namna ya kujiweka wakfu kwa Mungu, yani kwenye hilo eneo la utoaji. Kweli unaomba, kweli pengine unasoma neno, sijui maana hilo neno lingesema na wewe pia. Kama unaomba na Roho Mtakatifu angesema na wewe pia kwamba usiende mikono mitupu kwenye madhabahu ya Bwana, sijui. Na ndio maana nataka nikwambie, ndoa nyingi za waimbaji maarufu, nani anaishi na mume wake? Eneo shida hapo ni utoaji. Hawana baba wa kutoa mafungu ya 10, hawana baba wa kwenda kumuuliza chochote, hawana chochote, kwa sababu yani hilo eneo limeingiliwa na ibilisi. Hiyo ni kueleza kabisa. Chunguza, taja watu maarufu wanaoimba. Halo? Wewe chukia tu, hamna shida, wewe mwimbaji, lakini lazima tuelezane. Jipange mtu wa Mungu, sile hiyo mbegu. Mbona unaweza kufanyia sare, unaenda kushona sare? Mbona hicho kiatu cheusi ambao mmesema mvae wote unacho? Mbona hizo nywele tumesema tupeleke upande huu na zote zimeenda? Kwa sababu unatakiwa kuwa sare. Lakini mbona kwenye ufalme wa Mungu inakuwa shida? Wapendwa, hizo nyimbo inaweza isilete matunda katika kuhubiri. Maana nyimbo ni ibada, hizo nyimbo ni ibada, ni uinjilisti. Inaweza isilete matunda na matokeo katika ushuhudiaji huo. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kwaya pale kanisani, na kwaya ile nilikuwa nawafundisha kila jioni kabla kuingia kwenye mazoezi. Kila jioni nafundisha neno la Mungu kwa dakika 30. Wabadilike wao, wasiimbe kitu ambacho wakiishi. Sasa unakuta mtu anaimba upendo hapa. Wakristo wanaanza kuchambua. Hivi yule anaimba upendo pale, upendo sio ufanyaje, upendo sio unafanyaje, upendo. Alafu yeye mwenyewe akitoka baada ya hapo sio yule. Hiyo mbegu mpendwa italeta mabadiliko. Itabadilisha majira. Jana tumesoma maandiko haya ambao nakwenda kumalizia kwenye Wakorintho wa pili mlango ule wa 9 mstari wa 10. Nadhani mnakumbuka. Mstari wa 10 anasema, nasoma Biblia neno, yeye ampaye mpanzi mbegu, mpanzi ni mkulima. Yeye ampaye mpanzi mbegu kwa ajili ya kupanda na mkate kuwa chakula, atawapa na kuzizidisha mbegu zenu za kupanda na kuongeza mavuno ya haki yenu. Mstari wa 11, mtatajirishwa kila namna ili mnayoifanya si kwamba itasaidia mahitaji ya watu wa Mungu tu, bali pia itasababisha watu wengi wamshukuru Mungu. Na jana tuliangalia jinsi ambavyo Mungu anatamani kurudishiwa shukurani kwa sababu ya matendo makuu ambayo watu wa Mungu wanafanya kwa niaba yake.
Sasa naomba tufungue Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 6. Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 6. Nasoma kwenye Biblia ya Neno. Kama umefika, naomba unisikilize. Mkulima mwenye bidii ya kazi ndiye anayestahili kuwa wa kwanza kupata fungu la mavuno. Narudia, Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 6. Mkulima mwenye bidii ya kazi. Mwambie jirani yako, mkulima mwenye bidii ya kazi ndiye anayestahili kuwa wa kwanza kupata nini? Jana nimekwambia mpendwa, tafuta kitu cha kufanya, tafuta kazi ya kufanya, tafuta jambo ambalo litakupa kipato. Yaani maombi, njoo lala hapa, njoo kesha hapa. Ukitoka kafanye shughuli ya kubariki mikono, yaani mikono yako iweze kubarikiwa. Vinginevyo, yaani tusingefika huko. Yaani na sisi tulikuwa tunakesha kanisani, hata sasa tunaendelea kukesha, lakini tunatoka kwenda kwenye utafutaji ili tukutane na Mungu kwenye hilo eneo. Tuko pamoja wapendwa? Jana nikakwambia jishughulishe na kabiashara. Nani mwenye Biblia habari njema hapa? Nani mwenye Biblia hata kwenye simu? Habari njema Biblia unayo mchungaji? Yaani kuna kitu cha ajabu sana kwenye Biblia habari njema, kwenye ile Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Mhubiri 11 mstari wa kwanza anasemaje? Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Umefika mchungaji habari njema? Habari njema. Ndio. Nasema jishughulishe na biashara. Jishughulishe na biashara hata kama kwa kubahatisha. Hata kama ni kwa kubahatisha. Yawezekana baadaye ukapata chochote kile. Yawezekana baadaye ukapata chochote kile. Ni maandiko. Hawajaelewa. Turudie jamani, ni andiko. Yaani na kama Mungu anasema hivi kweli sisi tutalalaje? Tutasinziaje? Anasemaje hapo mwanzo? Jishughulishe. Changamka na kafursa. Jishughulishe na biashara. Jishughulishe na biashara hata kama kwa kubahatisha. Hata kama ni kwa kubahatisha. Yawezekana baadaye ukapata chochote kile. Yawezekana, nani ajuae, malaika wa Bwana akakutembelea ukapata chochote kile cha kupeleka nyumbani na kwenye ufalme wa Mungu. Nani ajuae? Ningepata muda ningekufundisha hichi kitabu hapo kwenye Mhubiri 11 yote mpaka 6. Ungeelewa vizuri. Anasema kwenye Biblia yenu, anasema tupa mkate wako juu ya nini? Juu ya maji. Yaani take risk. Tupa mkate juu ya maji. Ukitupa mkate juu ya maji inaloana na inayeyuka. Alafu anasema haijulikani hata siku ambayo mkate utakuja, lakini kurudi utarudi. Soma Biblia yako. Yaani mkate utakurudia. Lini? Anajua huyo ambaye amekwambia tupa mkate wako juu ya maji. Amen. Thubutu kufanya kitu. Faida itakurudiaje? Anajua yeye. Sisi kazi yetu jamani ni kumwamini Mungu kwenye swala la utoaji. Leo upande huu naona wamenuna sana yaani ni hivi jamani wapendwa. Yaani lazima tupinge hiyo roho ya umaskini inayotumng'ang'ania wapendwa. Sio fungu lako, sio fungu letu, sio fungu langu mimi nimeikataa. Halafu ngoja nikwambie kitu, Roho Mtakatifu amenikumbusha. Anza kubadilisha mindset yako. Badilisha ufahamu. Wewe ni tajiri. Wewe una uwezo. Toa roho ya umaskini leo kugandamiza katika jina la Yesu. Anza kubadilisha. Tembea hivyo. Una kiatu sawa, una nguo sawa, nyumbani chakula hakuna sawa, lakini mimi ni tajiri katika Kristo Yesu.
pamoja wapendwa? Sasa jambo la kwanza katika mabadiliko haya katika eneo hili la mbegu hubadili majira. Jambo la kwanza ujue Yesu ni mbegu. Jambo la kwanza andika, Yesu wetu ni mbegu. Mbegu kwa vipi? Alipotundikwa pale msalabani, akapigwa, akaumizwa na hata kifo. Leo tumeokoka mamia mangapi? Ukiwepo wewe na mimi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, Yesu wetu ni mbegu. Na mbegu inabadilisha majira. Ikabadilisha majira. Leo kuna Ukristo unaoendelea na yuko hai. Yeye yuko mbinguni, lakini sisi tu hai kumwakilisha Yesu Kristo. Majira yamebadilika. Yesu wetu ni mbegu. Unapompokea akaingia ndani yako, anasababisha mabadiliko. Wangapi wamebadilika kwa sababu wamempokea Yesu Kristo? Usinyoshe tu mkono. Kuna watu hawajabadilika hapa. Pengine hujabadilika katika hata hii wiki nzima hii, inatosha wewe kubadilika. Kama kulikuwa na sehemu unalegea, kama kulikuwa na sehemu ufanye vizuri, nataka nikuhakikishie kwa sababu ya huu moto tulioupata kupitia watumishi hawa mbalimbali, nataka nikuhakikishie wewe ni mtu wa tofauti. Nitashangaa ukirudi uwe vile vile ulivyokuja hapa. Nitashangaa. Kwa hiyo Yesu wetu ni mbegu. Ndio maana leo kuna maelfu ya Wakristo wamezaliwa kupitia damu ya Yesu. Wamezaliwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa wokovu, kwamba sisi tumesababishwa, tumeokoka, tumekuwa wafuasi, tumekuwa wanafunzi wa Yesu kwa sababu iko mbegu iliyoachiliwa pale Kalvari. Tunaelewana mpaka hapa? Na hiyo mbegu itakuwa endelevu. Yaani itaendelea na watu wataokoka, wewe utarudi nyuma, utaamua, wewe utaendelea, utaamua, vyovyote itakuwa, lakini ile mbegu itaishi. Amina. Amen. 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 Jambo la pili. Ufalme wa Mungu ni mbegu. Andika hapa. Nataka nikupe haya mambo matatu machache tu, haya matatu. Yesu ni mbegu. Jambo la pili, ufalme wa Mungu ni mbegu. Kwa vipi? Tusome andiko hili hapa. Mathayo 13:31. Nani anaweza kufika hapo haraka? Mathayo 13 mstari 31 hadi 32. Mathayo 13 mstari 31 hadi wa 32. Ufalme wa Mungu ni mbegu. Karibu. Ndiyo. Akasema ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akapanda kwenye shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu, lakini kisha kumea, mpendwa, inakuwa kubwa kuliko nini? Mbegu zote. Kwa hiyo ufalme wa Mungu umefananishwa na mbegu ndogo, lakini mtu akiipata, nataka nikwambie, inaleta kubadilisha majira. Asante kama mtumishi wa Mungu. Inaleta kubadilisha majira yako. Wewe ukishajua ufalme wa Mungu ukoje, unapaswa kufanya nini kwenye ufalme wa Mungu, hiyo ni mbegu kwako, inaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Wangapi leo watasema nimepokea mbegu ya ufalme wa mbinguni? Mbegu hiyo itatembea na wewe. Mbegu hiyo italeta mabadiliko. Mbegu hiyo itafanya kazi ya tofauti katika ufalme huu, tukimsubiri Yesu Kristo. Ndio maana nimekwambia Yesu Kristo ni mbegu. Ukimpokea tayari na wewe umeshafanyika mtu fulani wa tofauti, na wewe unaipeleka hiyo mbegu kwa mwingine. Na ndio maana tunahubiri Injili, tunaenda kwa huyu, unamweleza habari za Yesu. Nini? Unaendeleza ile mbegu ya Yesu Kristo ambayo wewe ulishaipokea. Lakini zaidi unaleta matumaini ya ufalme wa mbinguni, kuonyesha kwamba ufalme wa mbinguni nayo ni mbegu. Ili uweze kufika kule, lazima ikue ndani yako.
Halo. Jambo la mwisho, neno la Mungu ni mbegu. Kwa leo, jambo la mwisho, neno la Mungu, andika hapo, ni mbegu. Na mtu yeyote ambaye mpendwa amepokea neno la Mungu hili lililopita wiki hii, na kuachia leo kwamba ni mbegu iko ndani ya moyo wako. Hatutazamii hiyo mbegu ife. Tunatazamia kwamba ipaliliwe, imwagiliwe, iwekwe mbolea, iendelezwe, kwa sababu ni mbegu ambayo itakuwa endelevu. Kwa hiyo neno la Mungu ni mbegu, na hii mbegu huwa inakuja kwa kusikia nini watu wa nje wakizungumza. Asante mchungaji, lakini huko hawajanielewa. Huwa hiyo mbegu ya neno la Mungu inakuja kwa kufanyaje wapendwa? Kusikia nini? Wangapi wamepokea neno la Mungu? Kwa hiyo hiyo mbegu tayari imeingia ndani yako, kwa sababu umesikia nini? Neno la Mungu. Hicho kitu kisitoke. Hiyo ni mbegu. Na kwa kuwa ni mbegu, usiile mwenyewe. Wako watu wengine wanataka kusikia hiyo hali ya hilo habari ya neno la Mungu kwa wengine, upeleke kwa watu wengine. Hilo neno ni hai. Hilo neno linaponya. Hilo neno linabadilisha majira yako. Hilo neno litakuondoa kwenye hiyo hali ya udumaifu, yani hali ya umaskini, hali ya kukata tamaa, hali ambayo imekuchosha, ikupeleke kwenye uwezo wa kuona kwamba una matumaini. Hili neno ni mbegu. Umepokea kitu cha tofauti mpendwa. Nataka nikuhakikishie hutakaa utoke kwenye hilo. Yaani utatenda chochote utakachoamua kutenda. Kama umeamua kurudi nyuma au unatenda dhambi, utafanya, lakini hiyo mbegu inaendelea kuwepo na ndani, ikikushtaki, ikifanya hukumu ndani yako. Hilo uelewe kabisa. Kwa nini? Ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Luka 8:11 anasemaje? Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno. Tuko pamoja wapendwa? Mbegu ni neno la Mungu. Wapendwa, ngoja nikwambie, mimi na mke wangu tuna drive kutoka Arusha kuja hapa. Njia nzima tunatafuta neno, au anasoma paragraph fulani, tunafanyia discussion, tunaijadili, tunaizungumza. Mungu alikuwa na maana gani hapa? Kwa nini alikuwa anazungumza habari hizi? Tukirudi nyumbani tunahojiana kwa kusoma neno la Mungu. Bahati nzuri pale kanisani tuna programu ya kusoma neno la Mungu bila kurukaruka. Yaani unasoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kurukaruka. Yaani alfajiri saa 11 unasoma paragraph fulani, unaandikia kwamba umeona nini, jicho gani umelipata pale, nini, ni wale watu wamepata changamoto gani. Hivi wewe kama usomi neno la Mungu, hiyo mbegu itaendeleaje kuwa hai ndani yako? Tunapoondoka watumishi wa Mungu hapa, hatutaki tukudanganye. Utabaki ulivyo. Kama tukitoka hapa uendi kuendelea kulisoma neno la Mungu na kujadili ndani yako, na uzuri Roho Mtakatifu atakuwepo hapo akikufunulia mambo mengine usiyajua, atakufunulia. Na inakuwa rahisi ukija kanisani, ukisikia mtu anahubiri, unajua kwa nini amelisema neno hili. Hapo hamna amina na sihitaji kabisa, kwa sababu hapo tumefeli. Hicho kitu sisi ilitutesa, ilikuwa na sisi tusomi neno. Si tukwambia ukweli? Yaani kwa tukija kanisani umeshasikia habari za neno, unaenda zako nyumbani, na uzuri wa watu waliokoka, mchungaji Agnes, wanajua kuandika. Hiyo kwani hicho kitabu ni cha ngapi cha kwako? Ziko kule ndani, ziko faili vingi na hakuna anayerejea. Na hicho cha kwako ni cha ngapi? Hakuna anayerejelea pale. Wapendwa, tusikudanganye. Naomba ukitoka hapa, mambo haya ya maombi, mambo haya ya uamsho, mambo haya ya utoaji, mambo yote haya yapo kwenye Biblia yako, yapo kwenye neno la Mungu. Tafuta muda wa kwako mwenyewe, soma
kuna manabii wengine ambao wanakuja na andiko moja, wanakudanganya, wanakuingizia vitu fulani mpaka unashawishika. Kwa nini? Wewe sio msomaji wa neno la Mungu. Yaani upende usipende, hiyo ndio ukweli. Ukienda kwa wenzetu, sisi ni wenzetu, tunaitaga tu hivyo, lakini mtoto kuanzia mdogo anaingiziwa vitu vya ajabu, yaani anafundishwa maadili pale chuoni. Nasikitika kusema hivi, pale chuoni sisi chuo chetu ni wamechanganyika, yani madhehebu yote. Sasa dhehebu letu la Kikristo, hizo vitoto vinaruka utafikiri amekula mkia wa mbuzi. Lakini wale wasichana wa hao wengine, mama, hawatoki. Ukote wakitoka, sijui mpaka nikamuuliza mmoja, hivi mmeonywa kwamba nyie msitokaje mwenda hata mjini? Kwa nini hao yaani mjini kila saa, nataka kwenda sijui hospitali, nataka kwenda sijui dukani, hivi nini hichi? Yaani mpaka mtu inakuchanganya kwamba ni maadili gani, au na wao wazazi wako hivyo huko nyumbani. Lakini wamefundishwa. Wewe umekaa na watoto wako kuzungumza neno la Mungu, wanajua habari ya kitabu hiki unachokiamini, wanajua kwa habari ya ile neno unalolifuatia. Maana ni mbegu, hiyo mbegu itaambukiza mpaka kwa kizazi chako, mpaka kwa wajukuu wako. Hicho ndio kitu cha kuarithisha watoto. Leo nimebadilika, mkurugenzi. La mwisho, sadaka yako ni mbegu. Sadaka ni mbegu. Mwambie jirani yako, sadaka ni mbegu. Nimekuambia Yesu Kristo ni mbegu, ufalme wa Mungu ni mbegu, alafu neno la Mungu ni mbegu. Sasa sadaka yako ni mbegu. Mwanzo 8:22. Mwanzo 8:22. Biblia inasema, Mwanzo 8:22 anasema hivi, Biblia habari njema: kadri itakavyodumu nchi, majira ya kupanda na kuvuna, ya baridi na joto, ya masika na kiangazi, usiku na mchana hayatakoma. Anasema hivi, kadri itakavyodumu nchi, majira ya kupanda na kuvuna, haitaka ibadilike. Na hapa ni Mungu alikuwa na hapa wakati Nuhu alimtengenezea madhabahu, akateketeza sadaka, akasema mambo yatakayofanyika ni haya, majira haya yataendelea kuwepo. Kwa hiyo kama dunia huku tuna ardhi, tunapanda na tutaendelea kuvuna, hivyo kwenye madhabahu tutaendelea kupanda. Hayo majira hayatabadilika, ni Yesu tu atakapopiga parapanda, hiyo kitu litakoma. Yaani uelewe kabisa. Kwa hiyo nafuu ujiandae sasa, ujifunze sasa, uende polepole sasa, namna ya kupanda kwenye udongo mzuri kwenye madhabahu yako. Amen. Haya majira hayatakoma. Kwa hiyo sadaka ni mbegu. Lakini leo tumeitafsiria namna tofauti. Leo tunaleta kwa namna ambayo sio. Leo tunajitolea kitu kwa namna sio katika mapenzi ya Mungu, sio katika kumwomba Mungu, sio katika kusikiliza sauti ya ndani kwa habari ya utoaji. Hebu tusome Yakobo 4:3. Anasemaje pale? Yakobo 4:3. Kwa Biblia neno inasema hivi, ili kwa sababu muda wangu naona si rafiki na kuna watu wengine wameshafika hapa, nikimbizane nayo. Yakobo 4:3, Biblia inasema, mnapoomba hampati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya. Hii ni Biblia neno. Ili mpate kuvitumia hivyo mtakavyovipata kwa tamaa zenu. Yaani unaenda mbele za Mungu unaomba upate kitu, lakini kumbe ni kwa ajili ya kumwonyesha mama fulani, kwa ajili ya tamaa zetu, kwa ajili ya kujivuna, si kwa ajili ya ufalme.
Kwa hiyo tumeomba vibaya pia, kama tulivyoambiwa tuombe katika mapenzi ya nani? Hapa pia tunaomba vibaya. Uliwahi kumwambia Mungu, sipendi niwe naenda kwenye nyumba yako ni kuabudu, alafu sina chochote cha kukutolea? Uliwahi kumwambia Mungu? Uliwahi kuomba sawasawa na neno hilo kwamba uombe kwa ajili ya tamaa zako, unaomba kwa ajili ya ufalme? Uliwahi kumwambia Mungu? Kwa hiyo tunaomba vibaya. Kwa hiyo tujipange kwa habari ya kupanda. Mbegu hiyo ya sadaka itabadilisha maisha yako, nikwambia ukweli. Itabadilisha mwelekeo wako. Hakuna namna ya kufanikiwa bila hatua hizi. Yaani ngoja nikwambie, nilikwambia NMB leo batizuri wako hapa. Nikakwambia hiyo benki sio Mungu ameifungua hapa duniani. Ni wanadamu wametengeneza namna ya kutunza fedha zetu ili ziwe salama. Tuko pamoja? CRDB alikadhalika. Lakini Mungu anamtafuta benka wake duniani ambaye ni Joshua na wewe. Mungu anapitisha pesa kwetu kwa ajili ya ufalme. Wakati mwingine kwenda taamuliwa mtu kutoka Ulaya ataweka kwenye benki, lakini iende kwa nani? Kwa Joshua. Iende kwa nani? Kwenye taasisi, ili upokee, ufanyie kazi. Maana nikwambia kila kitu kwamba Mungu ndiye anayejua siri yote ya kila kitu kinachoendelea katika ulimwengu. Kama yeye ndiye ameumba mbingu na nchi, ameweka madini, ameweka chochote kile katika dunia hii, ili anashindwa kujua namna atakavyotusaidia sisi? Shida tunaenda kwa akili. Shida tunaenda kwa uwezo wetu wa kufikiri. Shida tunaenda kwa elimu. Shida, yani elimu iwe sapoti ya ufalme. Yani kwamba hii elimu uliyoipata isaidie kufanya maboresho kwenye ufalme ambao Mungu amekufundisha. Kazi kubwa ya mbegu ni nini? Jambo la kwanza, kazi kubwa ya mbegu inatifua ardhi. Kwanza inatifua ardhi. Yaani inapasua. Hivi umewahi kuona mbegu? Nani amewahi kupanda mahindi au maharage, alafu kesho yake asubuhi ukaenda ukafukua? Je, imeota? Nyosha mkono. Kuna mtu amewahi kufanya hivyo? Inatifua ardhi yenyewe. Kwa namna gani? Kwa uweza wa Mungu inaoza. Ina mchakato. Hata kama pale kuna jiwe, itasukuma, itapasua. Nimekupa mfano jana nikakwambia, angalia paving. Utakuta tu kuna majani kwenye paving imeota. Kulikuwa na mbegu tu imebaki ardhini, ikapenyeza mpaka kwenye paving ikatokeza. Inatifua ardhi. Nataka nikwambie, kama kitu cha kwako Mungu amekusudia kije, hakitazuiliwa na paving. Hakitazuiliwa na jiwe. Haitazuiliwa na mwamba. Ya kwako itakuwa ya kwako kwa mapenzi ya Mungu, kwa kadri ulivyoomba. Hakuna kitakachozuia mpendo. Kwa nini? Ile mbegu yenyewe itajisukuma kwenda kwa muhusika. Amen. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili, mbegu inaishi. Wapendwa, mbegu inaishi. Wale watu wote waliotoa kwa habari ya ujenzi labda wa kanisa hili, pengine leo wengine hawapo, wameondoka hapa, labda wamehamishwa na mambo kama hayo. Nataka nikwambie, kitu walichokifanya hapa kimeendelea kuishi kwenye maisha yao na jamaa zao na watoto wao. Itakumbukwa. Mbegu kazi yake nyingine, inaweka kumbukumbu. Yaani kunakuwa na kumbukumbu. Yaani kama umeweka hizi feni hapa, itabaki kumbukumbu kwamba kuna mshirika. Hata kama washirika watakuja wapi hapo watakusahau, kwenye ufalme wa Mungu hutasaulika. Vitabu vikifunguliwa nalo jina lako litakuwepo. Uliwahi kufanya kitu fulani mahali fulani. Mbegu inaweka kumbukumbu. Halo? Tuko pamoja wapendwa? Hivi wewe sasa ukiondoka kwenye dunia umeacha kumbukumbu gani? Nini umewahi kuacha? Hata watoto yatima, wajane hujawahi kuwatembelea. Hata magereza, hata hospitalini kupeleka machungwa hujawahi kwenda. Maana hizo zote ni sadaka. Kwa mambo hayo matatu nimekwambia,
Kazi ya mbegu hutifua, inaishi, lakini inaacha alama. Naomba kwa leo niishie hapa, lakini tutamaliza na huu mstari wa Ayubu 36:11. Tutamaliza na huu mstari wa Ayubu 36:11. Nisikilize, Biblia inasema hivi. Umeshaandika? Kwa kuwa ni mstari wangu naenda kumaliza, kama umeshaandika mstari naomba ufunge notebook yako. Alafu nisikilize. Leo nilikuwa nifundishe somo la uaminifu, lakini niliona muda wangu hautatosha. Nikaona wakati mwingine Mungu akitupa neema tutakuja kujifunza kwa habari ya uaminifu. Ni somo ambalo limetusaidia, limetubadilisha maisha yetu, swala la uaminifu. Watu wengi wanafikiri uaminifu ni kwenye pesa, au uaminifu ni kwenye ndoa, au uaminifu ni kwenye nini? Taja. Kwenye muda. Uaminifu ni jambo, ndio maana nataka nikufundisha kwa habari ya zile talanta kwenye uaminifu. Lakini Mungu akitupa neema wakati mwingine. Sasa Ayubu 36:11 nasema hivi. Nisikilize kwa makini. Kama wakitii na kumtumikia, wataishi siku zao zilizobaki katika mafanikio. Narudia, maana kuna watu walikuwa wanaongea, na hapa ndipo nataka nikubariki. Sasa ukiongea hizi baraka zitakupita. Nimesema Ayubu 36:11. Kama wakitii. Umeelewa hapo? Kama wakitii. Wakitii nini? Unajua leo watu wamekuwa na mambo mengi, watu wanaona pilikani nyingi, hata wajua wanatii nini. Haya, upande huu kama wakitii, lazima muelewe. Yaani mimi sitaondoka, ni mwalimu, kwa hiyo sina matatizo, tutabaki hapa. Kama wakitii hapa katikati, kama wakitii nini? Na hapa kama wakifanyaje? Na kufanyaje? Hapo anasema na kusikia. Sasa inachoanza ni wakitii na kusikia. Ulishasikia, kwa hiyo imani imeshajengeka. Tuko pamoja? Kama wakitii, hiyo Biblia yako inasemaje? Hiyo maana yake ni ya neno. Hapo inasemaje? Kama wakisikia. Ndio inaanza hivyo kama wakisikia, alafu na kumtumikia. Labda twende na hiyo. Maana nimesema Biblia ya neno. Kama wakisikia. Wangapi wamesikia? Hata mimi nimesikia kupitia watumishi, na mimi nimejifunza mambo mengi. Sasa inafuata nini? Utumishi na kumtumikia. Watapisha siku zao katika kitii na kumtumikia. Wataishi siku zao zilizobaki katika mafanikio. Kupisha ni kuishi katika maisha yaliyobaki kabla Yesu hajarudi. Katika nini? Mafanikio. Wangapi wanataka kuishi katika mafanikio? Kitu cha kwanza ni kusikia, cha pili ni kutumika. Kutumika ni kuyafanyia kazi yale tuliyojifunza wiki hii. Huo ndio utumishi. Umeambiwa uombe, umeambiwa uamshe Roho Mtakatifu ndio atakuwa kiongozi, umeyashika. Sasa haya ndio mambo ambayo umeyasikia, yanaenda kwenye utumishi. Utumishi ni kwamba unaanza kuwajibika. Pengine wengine wameanza jana, wengine wameanza juzi, wengine wataanza leo. Sasa tunawaachia hivi, utumike mpendwa kwenye hayo maeneo uliyosikia. Kusikia kwenye maombi ukaombe, kusikia kwenye kusoma neno ukasome, kutoa ukatoe. Yaani yale mambo yote uliyopokea kwenye uamsho, kwenye habari ya kumtafuta Roho Mtakatifu amwagike kwako, ajaye kwa nguvu. Yaani hayo uliyosikia ukayatumikie. Anasema na miaka katika utoshelevu. Hapa anasema katika miaka katika, na hapo anasema wangapi wanatafuta furaha? Hivyo unajua, ngoja nikwambie, furaha inatoka kwa Yesu Kristo.
Sasa wewe kwa mfano umesikia habari za Yesu, umeanza kutumika kwa habari ya Yesu, wapendwa, hiyo ni furaha tayari imeshaingia ndani yako. Kwa hiyo miaka yako yote tabaki katika nini? Ingawa kutakuwa na changamoto za huzuni na magonjwa na watu kukukataa, watu kukemea, lakini wewe kwa sababu ya hilo neno lilokaa ndani yako, wewe ndani yako una furaha, ila kwa nje unaona kama kuna watu wanakufanyaje, wanakudhulumu kwa namna fulani, lakini ndani unajua. Umewahi kuona mtu anapita kwenye changamoto ngumu, anaingia kwenye matatizo makubwa, anadaiwa, anafanyiwa hivi madeni na nini, lakini hajawahi kuona? Umewahi kuona? Yaani ndani ana furaha, kama yeye hajawa sababu ya hiyo changamoto, ndani ana furaha, hajawa sababu ya hiyo changamoto. Ni jaribu limekuja. Mtu yote anapita kwenye jaribu anayo furaha, ingawa utaona kabisa mtu huyu kuna kitu anapitia, lakini furaha ya Kristo haikosekani ndani yake. Kwa nini? Amesikia hizi habari njema, lakini kusikia haijatosha, akawa mtumishi wa hili eneo, anapisha miaka yake kwa na furaha. Wapendwa, hakuna kitu ambacho leo mimi nafurahia kama kuwa na furaha, ijapo tunapita kwenye changamoto, maana tuko duniani, lakini bado furaha yetu. Na ndio maana tumewaambia, tumekuja huku tukasikia tena furaha, tunajisikia vizuri. Kwa nini? Tunapisha miaka yetu katika hiyo hali. Sio kwamba tuna changamoto, sio kwamba tujapungukiwa. Yupo tunayemwamini kwamba Bwana utafanya, Bwana utatutangulia, Bwana utatufungulia. Hayo yanaitwa maombi. Watumishi wako hawa wameacha vyote, wamekuja nyumbani mwako. Tumesikia habari zote kupitia watumishi mbalimbali, nami nakushukuru kwa jinsi ambavyo tumejifunza. Na Mungu wa mbinguni, mchana wa leo tumemalizia somo letu kwa habari ya mbegu inaleta mabadiliko ndani yetu, inabadilisha majira. Na watumishi wako hawa wamesikia tena sauti hii, na Bwana watabaki kama walivyo. Tumekataa hiyo roho ya Farao, tumepinga kila namna ya vizuizi vya ibilisi katika jina la Yesu. Tumeachilia wema wako sasa, tumeachilia neema yako sasa, tumeachilia Bwana huruma zako kama Baba, tumeachilia upendo wako kama Baba juu ya hawa ambao Bwana wanakusudia kufanya upya. Bwana ukawasaidie, hawawezi kwa akili zao, hawawezi kwa fahamu zao, bali kwa neema yako Bwana utawawezesha, bali Bwana kwa Roho wako Mtakatifu utawawezesha. Kwa maombi haya yaliyofanyika, Bwana ataleta mageuzi katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa hivyo kwao, na wote tuseme amen.